Nimeona vijana wengi wa Kiafrika wanashangilia kitendo cha Marekani kuingia Venezuela na kumteka rais wa ile nchi, kitendo ambacho ni kinyume na international laws, na kila mtu anaelewa kwenye dunia, mtu ambaye amefunguka akili anaelewa kwamba Marekani kwa sababu gani wameingilia pale. Kwa sababu watu wengi hawajui kwamba Venezuela ni moja ya nchi ambayo ina reserve kubwa ya mafuta. Ni matajiri sana wa natural resources. Wale watu ni watu ambao wana natural resources nyingi kama sisi Afrika, lakini wanayo reserve ya mafuta ambayo hata sisi hapa Afrika hatuna. Kwa hiyo ukiona Marekani anaenda kuweka jeshi lake, anaingilia nchi yoyote, kitu cha kwanza wewe angalia, anza kusearch, angalia nchi ina kitu gani, ina natural resources zipi. Nchi ambayo haina chochote, maisha yako hawaingilia, wapotezi muda wao. Unaona Kwa hiyo sasa kuna vijana wengi pia wanafikiri kwamba eti Marekani atakuja atatusaidia na sisi Tanzania kututolea utawala huu na kuweza kutupatia utawala ambao ni bora. Yaani wanafikiri Marekani aje pale akutolee rais ambaye wao wanaelewana naye, rais ambao wao wanaona kabisa huyu rais chochote wanachotaka kifanyike anakubaliana nao, waje wakuletee kiongozi kama Thomas Sankara, waje wakuletee kiongozi kama Ibrahim Traore au kama Magufuli. Wewe utakopa unajidanganya brother. Na ndio maana mimi nawaambia vijana wenzangu kwamba ili uweze kubadili chochote kwenye dunia, kila kitu kinaanza na wewe. Yaani, na ndio maana mimi navaa t-shirt ya uhalisia mimi kama mimi. Kwa sababu naamini ukiweza kufunguka tu wewe akili yako, ukiweza kubadilisha tu wewe mindset yako, dunia yako, ulimwengu wako wa nje wote unabadilika wenyewe. Ukiweza kujitoa kwenye utumwa wa kifikra, ujue umeweza kutoa generation yako yote, umewa free generation yako nzima. Kwa sababu naelewa vijana wengi sasa hivi wako katika information ziko nyingi sana, information ziko nyingi, hawajui yani ipi ni ipi. Unaona, lakini nataka nikwambie tu brother, yule rais wa Venezuela ni jembe, na Marekani ni nchi ambayo kwanza ni kirusi cha hii dunia. Hakuna nchi ambayo ni mbaya makatili kama Marekani. Au kwenye ardhi yenyewe ambao wanaishi wa Marekani sio ardhi ya kwao. Ardhi ile pale watu ambao walikopo wenye ardhi ya kwao ni Native Americans, au watu wanatambulika kwa jina la Red Indians. Au ndo watu ambao walikopo wazawa wa ardhi ya Marekani. Hao watu wamekuja wamewaua wazawa wote na kuhakikisha yani wamefanya machafuko, kuwanyanyasa kama walivyotufanyia tu sisi hapa watu weusi. Hakuna tofauti yoyote. Unaona Kwa hiyo wazee, lazima tuelewe kwamba ukombozi wa Afrika unaanza na sisi wenyewe. Yaani sisi wenyewe tuendelee kukomaa, tuhakikishe mambo yanabadilika. Hawawezi kukubali hizi nchi tajiri duniani zije kukubali sisi Afrika tuweze kujikomboa tukawa free. Tukiwa free huku unadhani wataishi vipi? Hebu wafikiria kama nchi kama Finland hapa. Winter ni ndefu, kipindi cha winter hakuna chochote ambacho unaweza kuotesha, hakuna chakula. Vitu vinatoka wapi? Of course vinatoka, asilimia kubwa vinatoka Afrika. Sasa wewe unadhania sisi hapa tukiweza kujikomboa, tukipata viongozi ambao ni wazuri, watu unadhani watafurahi? Hawawezi kufurahi. Ndio maana naambia watu yani katika Afrika, yani hawa watu bado wana nguvu sana sisi hapa kutuchagulia rais gani akae madarakani, rais gani atolewe. Yani ukitaka uone rais anatolewa Afrika, aingie tu pale aanze kusema bana hao madini yetu, tunataka sasa hivi na sisi hapa tuanze mikataba upya, tunataka sijui wananchi wetu wanufaike pia. Bro, hamna haja hata kumtagi Trump. Utaona dakika 2 dakika 3 tayari rais kwenye BBC, sijui Al Jazeera, CNN, rais wa Tanzania ni dikteta, rais anaua watu. Wanaenda nimeona pale Venezuela kuna ka video wamerekodi, wanasema watu wanashangilia baada ya rais kukamatwa, alikopa ananyanyasa watu. Washenzi hao. Kitu ambacho wamekifanya hapo ndo kile ambacho waliofanyia. Nenda kasechi wakati wanamuua Gaddafi. Tena Obama ndo alimuua Gaddafi, Mwafrika mwenzetu. Obama ndo alimuua Gaddafi. Wakati wanamuua Gaddafi walirekodi video. Yani wamewalipa watu pesa, kikundi cha watu wanaenda kushangilia na mabango. Ndo kitendo ambacho nimekiona pale Venezuela man. Yani dunia sasa hivi